Huyo Mpepo ni mzaa wa babangu, na kwa bahati mbaya na nzuri amezikwa kidogo kilomita kama 2 hivi kutoka hapa, na ndiko alikokuwa anaishi. Kijiji hiki kinaitwa Kilosa, jinsi alivyotamkia babu. Babu alikuwa ni chifu wa hapa, na hapa bwawa hili limezuka tu kimazingoombwe, lakini kilikuwa ni kijiji cha Nduna Bendera. Nduna Bendera, Nduna, na tunaelewana neno hili Nduna? Hapana. Kwa sasa hivi tunaita Jumbe. Sasa hivi tunaita Jumbe au balozi. Nduna Bendera alikuwa na kijiji hapa kikubwa tu. Ndo ilitokea karne ya kwanza ya pili hivi nafikiri, kama mwaka 1826 katika kijiji hiki alikuja mgeni mmoja wa kike, ni mzee wa kunyanyapaliwa kabisa, hakutamanika kabisa na watu wote. Watoto walimcheka, wakubwa walimdharau na kumnyanyapaa. Alifika katika kijiji hiki wakati wapo watu, kapiga hodi hapo majira ya jioni, anahitaji msaada wa malazi na kula. Bahati mbaya hakupata, na akanyanyapaliwa na kuchekwa na kufukuzwa. Kwa bahati nzuri watoto walivyouliza wakamwonyesha kwa chifu kule, akawa ameamua kwenda. Inavyoelekea hakuwa mtu wa kawaida, hakuwa mtu wa kawaida. Alienda kule, na baada ya kukaribishwa alipata malazi kule na chakula. Alivyolala usiku kidogo, karibu ya kucha, alimwamsha mzee kule, babu, mzee Mpepo, akamfahamisha, mimi nilifika kule kwa Nduna Bendera, nimefukuzwa, nimenyanyapaliwa, nimechekwa, ndo maana yangu ya kuja huku. Sawa, lakini babu, mimi nakuaga Nkosi. Nkosi ni chifu. Mbona usiku bado? Ambe hapana, nawahi safari yangu. Sawa, asante mama, lakini Nkosi na kuarifu kwamba itakapokuja asubuhi tu, itakapokucha, utapata taarifa kutoka kwa Nkosi kwa Nduna Bendera. Sawa. Usiku wa manane hapo pakawa wameibuka bwawa, imekuwa imeteketeza makazi yote ya watu, mifugo yote, mashamba kidogo kidogo ya bustani, mbuzi, kutu, yaani vitu vyote vimeteketea hapa, hakuna kilichotoka. Alibakia ni mtu mmoja tu, ambaye ni huyo kulivyokuwa kumetokea hilo, akakimbia kwenda kumfahamisha chifu kule. Piga hodi, akatoa ripoti kwamba kule kwa Nduna Bendera kijiji chote kimeteketea, kimegeuka bwawa kubwa tu. Nkosi kawa amewaita askari zake, messenger zamani tunawaita, wakapiga limgambo. Wote tunajua limgambo maana yake nini? Wote tunajua limgambo maana yake nini, ile ngoma ya kuita watu. Kwa majina naitwa Fulgence Pius, ni afisa utalii kutoka halmashauri ya wilaya ya Malinyi. Lengo la ziara yetu hii ni kwa ajili ya kutembelea bwawa hili la Kilosa Mpepo, ambao bwawa hili limebarikiwa kuwa na vivutio tofauti tofauti. Kuna uwepo wa viboko, mamba,
tuna samaki aina tofauti tofauti, lakini pia tuna ndege tofauti tofauti. Kwa hiyo katika shughuli za kiutalii ambazo sasa zikafanyika kwenye bwawa hili, moja ni utalii wa picha, pili kuna utalii wa kutembea kwa mguu kwa maana ya kuzunguka bwawa hili, kwa sababu bwawa hili lina ukubwa wa hekta 473.5. Kwa hiyo utakapofika hapa kijiji cha Kilosampepo, kimsingi utanufaika sana kwa uwepo wa hili bwawa kutokana na mandhari ya kuvutia. Kwa hiyo tunahamasisha na tunapenda watu kutoka wilaya ya Malinyi, ndani ya wilaya na nje ya wilaya, waweze kuja kutembea na kuona uwepo wa bwawa hili ili waweze kujifunza vitu tofauti tofauti kwa maana ya historia ya bwawa lenyewe la viboko hili, kwa sababu ni historia ambayo inavutia yatoka karne mpaka sasa hivi. Kwa hiyo ni sehemu ambayo pia tunaweza tukapata na tukapata mafundisho tofauti tofauti, alafu pia tukapata sehemu ya kupumzika na kuenjoy, kwa sababu kuna uwepo wa. Kwa sasa tumeanza na kitengo cha maliasili na mazingira kwa ajili ya kutembelea bwawa la Bendera, lakini tunaendelea kuhamasisha idara zingine kwa ajili ya kutembelea kituo hiki ambacho kipo karibu sana. Ni wastani wa kilomita 60 kutoka makao makuu ya wilaya ya Malinyi kufikia kwenye kituo hiki kilichoko kijiji cha Kilosampepo. Kwa hiyo tunawakaribisha wote kutoka ndani na nje ya wilaya ya Malinyi, hususani wote waliopo ndani ya wilaya ya Malinyi tuweze kutembea kituo hiki kwa sababu ni kwetu. Na mara nyingi kilicho karibu yako ndio kitu cha msingi sana ambacho unaweza kufikia kwa urahisi na kutembelea. Tunakaribisha wote kwa pamoja tuweze kushiriki nasi katika kutangaza utalii huu ndani ya wilaya na hata nje ya wilaya. Karibuni sana kwa ajili ya kutembea kivutio hiki. Loweka hapa kwa watu wote wanaokuja kutazama wanyama walioko hapa. Kiboko, hususan kiboko sana sana. Wengi hupenda kuja kutazama kiboko. Utaratibu ni wanapitia kwenye ngazi ya kijiji kwanza, alafu kiongozi wa kata au wa kijiji huwa anatutaarifu sisi kuja kwamba kuna ugeni fulani unakuja. Kwa hiyo kama sisi ni jukumu letu kuangalia usalama wa wanakijiji, yatupasa sisi kufika kwa ajili ya kuwaongoza, pia kwa ajili ya hao wanyama walioko hapa.